hali ya kuwa tumefunga mpaka tukamaliza, lakini tumesimama usiku, lakini tumetasaddaqi sana kwa kuwa tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo tumepata fawaida zile alizozisema Bwana Mtume kwamba atakayefanya amali njema katika mwezi wa Ramadhani, akifanya jambo la faradhi, anahesabika kana kwamba amefanya faradhi 70, na akifanya jambo la sunna anahesabika kana kwamba amefanya jambo la fardhi. Kwa hiyo tuko ambao tumefurahi kwamba Mwenyezi Mungu ametujalia tumeudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini akatujalia kufanya mambo ya khairati mengi kwa ajili ya kufanya maandalizi yetu ya kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama alivyosema Bwana Mtume kwamba ukifanya jambo la faradhi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, faradhi hiyo inahesabika kama umefanya faradhi 70, na ukifanya jambo la sunna ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, linahesabika jambo hilo ni kama umefanya jambo la faradhi. Kwa hiyo tupo ambao tumefurahi kwa kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba Mwenyezi Mungu katujalia tumeudiriki mwezi huu, lakini tumediriki na kufanya matendo yake. Kwa hiyo tunatarajia tupate malipo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wako watu ambao wamefurahi kwa sababu wao walikuwa na mambo yao wakiyafanya kabla Ramadhani, na mambo hayo yalikuwa yamefungika, hayakufanyika tena ndani ya Ramadhani. Kwa hiyo Ramadhani imemalizika, wamefurahi watu hao kwamba sasa watafanya amali zao walizokuwa wakizifanya kabla Ramadhani. Wazinifu watarudi katika zinaa yao, watarudi katika zinaa. Waliokuwa na biashara za haram watarudi katika mambo ya haram, na waliokuwa na mambo ya hovyo hovyo, waliokuwa wanatukana ovyo, sasa walikuwa wameacha mambo hayo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini sasa hivi watarudi tena katika mambo hayo. Kwa hiyo wapo watu ambao wamefurahi kwa sababu watarudi katika ujinga wao baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hawa watakuwa ni watu wenye hasara. Lakini pia wako watu ambao wamehuzunika kwa kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambao wanaona tulikuwa katika mwezi wa kheri, tulikuwa tukisaidiana, tulikuwa tukipendana, tulikuwa tukikithirisha ibada, tulikuwa tukitembeleana, lakini sasa mwezi huu umemalizika, watu watarudi tena katika ujahilia, na kheri tena sio nyingi katika miezi hii ya kawaida kuliko kheri ambayo ilikuwa inapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hili ni kundi ambalo nalo pia litapata faida, kwamba limehuzunika kwa sababu Ramadhani imemalizika, na wao walikuwa wanapenda Ramadhani hiyo iendelee ili wazidi kupata mambo ya kheri, ili wazidi kupata thawabu nyingi. Lakini tahamaki mwezi mtukufu wa Ramadhani umemalizika. Kwa sababu ya huzuni ya kama hii, watu hawa watakuwa ni wenye kupata faida, kwa sababu wamehuzunika kwamba mwezi wa kheri umemalizika. Lakini kuna watu ambao wamehuzunika kwa sababu walikuwa wakifanya biashara zao ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, waliokuwa wanauza futari waliuza sana, wafanya biashara ya nguo pia hapa mwisho walifanya biashara sana ya kuuza nguo zao, waliokuwa wanauza mihogo walikuwa wanauza sana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo wao wamehuzunika si kwa sababu Ramadhani imemalizika ni ya kheri, wanahuzunika kwamba Ramadhani imemalizika na biashara yao sasa itakuwa si yenye kwenda sana kama ilivyokuwa inakwenda ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, katika makundi haya yote, kundi baya zaidi ni lile ambalo kwamba limefurahi kwa kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sababu tu sasa watarudi katika matendo machafu. Na kweli kuna watu siku ile ile ya Idi tu, ilipoingia Idi tayari wameingia katika ulevi, waliokuwa na vimada wao wamewarudisha, waliokuwa wanacheza kamari wamerudi kwenye kamari, kwa sababu tu mwezi mtukufu wa Ramadhani umemalizika. Sasa watu hawa lazima turudi katika zama
za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, fala budda an nantaqila min huna ila almadinati almunawwara, hapana budi tuhame kutoka hapa twende mpaka katika mji wa Madina, katika mji ambao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ndipo ilipotolewa roho yake na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hususan katika mwaka wa 11 wa hijra, wakati Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alipoichukua roho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. hunaka linasmaa kalama sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, huko tutapata kuyasikia maneno aliyoyasema Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wakati ilipochukuliwa roho ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ifahamike kwamba wakati alipokufa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, Sayyiduna Abu Bakar alikuwa hayupo, alikuwa katika vitongoji vya pale pale Madina, lakini wakati roho ya bwana mtume inatoka, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala alikuwa yuko mbali na mahala pale. Falamma rajaa fa ukhbira alkhabaru, wakati aliporejea Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, fa ukhbira alkhabaru bimauti nabii sallallahu alayhi wasallam, na akapewa habari ya kifo cha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wajaa, akaja, wadakhala fi hujrati Aisha radhiyallahu ta'ala anha, akaingia katika chumba cha mama Aisha, chumba ambacho allati qubidha fiha ruhu nabii sallallahu alayhi wasallam, chumba ambacho ilichukuliwa ndani yake roho ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq akaingia katika chumba hicho, wakashafa an wajhi nabii sallallahu alayhi wasallam, akenda akaufunua uso wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, waqabbalahu, kisha akaubusu. Na baada ya kuufunua tu akagundua kwamba kweli bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ameshaondoka katika maisha ya ulimwengu. Kwa hivyo akaubusu uso wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma ba'da dhalika kharaja wa wajada Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yukhatibu an-nasa. Bwana Abu Bakar Siddiq akatoka nje. Huko nje kulikuwa na umma wa watu umejaa. Wa wajada Umar bin al-Khattab, akamkuta Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yukallimu an-nasa, anawasemeza watu. Akamkuta anazungumza na watu na anawapa habari watu, lakini mazungumzo ambayo akiyasema Umar bin al-Khattab kuambia watu, alikuwa akiwaonya. Akawaambia, yoyote ambaye kwamba atakayesema Muhammad amekufa leo nitamkata shingo. Kwa yale mapenzi aliyokuwa nayo na ile hamu aliyokuwa nayo, aliona haiwezekani bwana mtume aondoke katika maisha ya ulimwengu. Kwa hivyo akaahidi kwamba yeyote atakayesema Muhammad amekufa, mimi nitamkata shingo. Lakini vile vile akawaambia bwana mtume hajafa, isipokuwa amekwenda kama alivyokwenda Nabiullah Musa, aliondoka siku 40 kisha akarejea kwa watu wake. Kwa hiyo bwana mtume naye atakuwa ni mwenye kurejea. Haya ni miongoni mwa maneno ambayo kwamba akiyasema Sayyiduna Umar bin al-Khattab kuambia watu. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu alipotoka, akamwambia, ya Umar ala rasulika, ya Umar ala rasulika, akimwambia maneno ambayo ya kumtaka anyamaze ili yeye aweze kuwafikishia watu ujumbe wa hakika aliyotoka nao ndani kule kwenye chumba ambacho bwana mtume amefia ndani ya chumba hicho. Basi faaba Umar ibn al-Khattabi
illa an yukallima an-nasa. Umar ibn Khattab akakataa kunyamaza, ila alikuwa anataka aendelee kuwaambia watu habari alizokuwa anawaambia. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu akaanza kwa kusema, akaanza kutoa mukaddima. Baada ya mukaddima huo akasema ala, akaambia fahamuni enyi watu, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, yeyote aliyekuwa na muabudia Muhammadi basi Muhammadi ameshafariki. Wa man kana ya'budu Allah subhanahu wa ta'ala, na yule ambaye kwamba aliyekuwa anamuabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi fa inna Allah hayyun la yamut, hakika Mwenyezi Mungu yuko hai, yeye hafi. Tumekizungumza kisa hichi kwa sababu kuna watu ambao tulikuwa nao ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakifanya ibada, wakitoa sadaqa, wakisaidia na wakisimama usiku, lakini baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani watarudi katika ujahilia. Lakini vile vile katika zama za Bwana Mtume kuna watu wakifanya ibada sana katika uhai wake Mtume, wakitasaddaqi sana, wakisimama usiku, lakini baada ya kufa Bwana Mtume kuna baadhi ya watu walirtadi wakatoka katika Uislamu, na kuna baadhi ya watu wakauacha Uislamu kwa muda, mpaka alipokuja kuingia Khalifa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, akaja akawahamasisha watu wakarudi tena katika Uislamu. Kwa hiyo huu ndio mfano wa watu hawa ambao kwamba Ramadhani imeingia, wamefanya ibada sana, lakini baada ya Ramadhani kumalizika wakarudi katika ujahilia. Kwa hiyo maneno aliyosema Abu Bakar Siddiq kuwaambia wale watu walioritadi katika zama zile baada ya kufa Bwana Mtume, na wengineo wakawa hawakuritadi isipokuwa walisita kufanya ibada kwa idadi ya masiku, mpaka alipokuja Abu Bakari akawahamasisha wakarudi tena katika Uislamu. Ndio maneno ambayo tunataka tuyaseme leo kwa wale ambao kwamba baada ya kumalizika Ramadhani wamerudi katika ujahilia. Waliokuwa na muziki wamerudi katika muziki wao, waliokuwa na mabao wameyafunga kwa sababu ya Ramadhani wameyafungua, waliokuwa na wanawake vimada wakiishi nao kabla ya Ramadhani hivi sasa wamewarejesha tena katika nyumba zao, ili mradi kama kila aliyekuwa na maasi yake aliyoyaacha ndani ya Ramadhani ameyarudia tena baada ya kumalizika Ramadhani. Mfano wake kwamba watu hawa ni kana kwamba walikuwa wanaiabudia Ramadhani. Sasa Ramadhani imemalizika, wameacha kufanya ibada, wamerudi tena katika ujahilia. Ndio mfano wa watu wale ambao kwamba wakifanya ibada katika zama za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini alipokufa Bwana Mtume wakarudi wakauacha Uislamu, wakarudi katika ujahilia. Kwa hiyo man kana ya'budu Ramadhana, yeyote ambaye kwamba alikuwa akiabudu Ramadhani, fa inna Ramadhana qad intaha, hakika Ramadhani imeshamalizika. Wa man kana ya'budu Allah fi Ramadhana, na yule ambaye kwamba awe ni mwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, fa inna Allah mawjudu fi kulli shahri, hakika Mwenyezi Mungu yupo katika kila mwezi. Anatakiwa Muislamu aendelee kufanya ibada mpaka itakapokuja Ramadhani nyingine imkute hali ya kuwa anafanya ibada hizo. Ndugu zangu Waislamu, haya maneno tunatakiwa tuyazingatie sana, tunatakiwa tuyafanyie kazi, na katika kuyafanyia kazi maneno haya ndani yake inapatikana faida kubwa. Lakini yeyote atakayeyapuuza maneno haya akaona kwamba yaliyokuwa sawa ni yeye kuacha ibada akaendelea na ujinga mwingine, basi huyo atakuwa ni mwenye kupata hasara. Na ndio maana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala wakati alipowasema maneno yale kuwaambia wale watu ambao watatoka katika Uislamu,
akasoma aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akasema wama Muhammadun illa rasul, hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume, qad khalat min qablihi ar-rusulu, wamepita kabla yake Muhammad mitume wengi na wameshaondoka katika ulimwengu. Afa immata au qutila, ikiwa Muhammad atakufa au atauawa, anqalabtum ala aqabikum, hivi nyinyi ndio mtarudi katika ukafiri? Atakayerudi katika ukafiri, falan yadhurra Allah shay'an, hata mdhuru Mwenyezi Mungu kwa chochote kile. Wasayajizillahu shakirin, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataendelea kuwalipa wale ambao kwamba watakoendelea kufanya ibada. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa miongoni mwa wale watakaoendelea kufanya ibada baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na atakayeacha kufanya ibada kwa sababu Ramadhani imemalizika, huyo atakuwa ni mwenye kupata hasara na hatopata malipo yoyote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa tu ameacha kufanya ibada. Lakini jambo jingine ambalo nataka niwaambie watu, hebu tuishi na aya hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku mtakayorejeshwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat, kisha ilipwe kila nafsi kile ilichokichuma katika maisha haya ya ulimwengu. Sasa angalia matendo yako uliyofanya ndani ya Ramadhani peke yake yatatosha kwa siku hiyo? Kwa sababu Mungu ndiye anasema kwamba tuiogope siku hiyo, na yeye Mwenyezi Mungu ndio kaiandaa siku hiyo. Mwenyezi Mungu ndiye anayejua uzito wa siku hiyo. Anasema wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku mtakaorejeshwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat, kisha ilipwe kila nafsi kile ilichokichuma. Kwamba mwanadamu atalipwa, atahesabiwa au atapata malipo yake mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mujibu wa matendo yake aliyoyafanya katika ulimwengu. Kama alifanya kheri, basi atakuta kheri, lakini kama alifanya shari, ataikuta shari pia inamsubiri mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, atakayefanya jambo dogo uzito wake kama mdudu chungu likawa jambo la kheri, yara, basi kheri hiyo ataikuta mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara, na atakayefanya jambo ambalo kwamba uzito wake litakuwa kama mdudu chungu likawa ni jambo la shari, basi vile vile shari hiyo ataikuta mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuna jambo ambalo halina malipo. Chochote utakachokifanya hapa duniani, basi elewa malipo yake utayakuta mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.